Oh, help! Oh, yeah. We not together. We not together. Help me! Oh, yeah. Here we go. Hapa movie yetu inaanzia katika mto mmoja hivi ambao unaitwa Mto Nyafwenya. Kuna samaki mtu namuona hapa akiwa anatapatapa katika maji. Huyu samaki ukinyekiso namuita mameidi. Ni mtamu ile mbaya. Alafu wala uhitaji hata kumweka chumvi kwa sababu yeye mwenyewe kwanza na ile pale chumvi ya asili. Mara kuna jamaa akiwa anakatiza pendizi hapa za mtoni. Akamuona huyu hapa mrembo ambaye ni samaki mtu. Jamaa alishtuka ni balali baki kidogo tu apande na wazimu. Maana hii hapa ndo mara yake ya kwanza kabisa kumuona kiumbe kama huyu hapa. Kwa akabaki na shangaa tu kwa sababu amini hiki hapa ambacho anakiona kwa macho yake. Kuna njemba nyingine tena nenyewe ilikuwa inakuja pande hizi ambazo huyu hapa samaki mtu amejilaza. Huyu hapa njemba anaitwa Dikembe. Sasa ile Dikembe anatupa macho mbele anashangaa kumuona kuna mwanamke amejilaza kwenye maji. Akawa anashangaa nini tena hiki? Huyu binadamu ama jini? Wakati huo hajajua kama huyu hapo mwanamke si mwanamke wa kawaida na mawazo machafu tele yameshamuingia kichwani. Yaani hapa akili yake yote inawaza namna gani ambavyo atamkamatia huyu hapo mwanamke na kumpelekea moto. Dikembe kila ambavyo alikuwa anazidi kumsogelea huyu hapo mwanamke akawa anashuhudia karama ya muumbaji kwa uzuri kabisa. Udenda ukaanza kumwagika kama vile paka ambaye ameona kichwa cha samaki. Anaona kabisa utamu ndo ule nenda kuunywamba. Akiwa na wenge kibao akawa anatazama huko na kule sije kwa kuna mtu anamngaza sharubu huko na mskani tu. Alafu ikaja kuwa balaa baadaye. Dikembe akafanikiwa kufika ambapo yupo huyo hapo mwanamke. Lakini wakati huo moyoni mwake ana hofu. Anaogopa sije kwa labda kuna majambazi yamemchezea mchezo kwa kumtegesha huyo hapo mwanamke kama chambo. Anajiuliza huyo mwanamke ni nani? Na kwa nini yuko hapa? Na ni nani kamleta? Na ni kwa nini amlete hapa na si sehemu nyingine? Dikembe bado akaendelea kujiuliza maswali. Anajiuliza kivipi mlembo mwenye shepu mjarabu kama huyo hapa anakuwa maeneo kama hapa? Maana ukimtazama hivi ana bonge ama hips unaweza kusema labda kaficha bastola kwenye mapaja. Akawa anajaribu kumwamsha kwa kumwagia maji lakini wapi? Anajiuliza inawezekana amekufa nini huyo? Dikembe akaanza kulia anasema kama vipi si bora afufuke mara moja kwanza nipatie raza dokta kumpeneke alafu ndo afe. Haiwezekani mali safi kama hii hapa ife na wakati mtani kuna wajinga wanadunda tu barabarani. Japo mimi sio mchungaji lakini nipo tayari kujibadilisha kuwa mchungaji ni kuombea ufufuke alafu nipate raha. Nawezaje kukuacha mrembo kama wewe kwanza hata wasabato wenyewe watanishangaa. Na hivi ulivyo na nyashi laini kama skonski kweli unaniumiza wewe bibie. Dikembe akamshika mrembo sehemu za talabu na kutaka kumuinua kumtoa kwenye maji na kumweka katika nchi kavu. Mara mrembo huyo hapa mbele samaki mtu akazinduka na kupata fahamu. Dikembe alishtuka baada ya kuona mrembo kumbe bado ni mzima. Maana tayari alishajua kwamba mrembo ameshaaga dunia. Yaani mpaka muda huu hapa Dikembe bado hajajua kama mwanamke huyo hapa ni nguva. Yeye anajua labda ni mwanamke wa kawaida kabisa. Na hapa ni kwa sababu mpepe upo kwenye maji kwa hiyo haonekani. Anauliza wewe vipi? Mtoto wa kike kama huyo hapo uposi kuja maeneo kama hapa peke yako au unataka kuwapatia lawama wabakaji? Waonekane unapenda pusi AK nyao. Mwanamke huyo hapa akaamua kudanganya na kusema kwamba nilikuja hapa kwa ajili ya matembezi tu. Lakini ukweli ni kwamba alisombwa na mafuriko ya maji na kuletwa mpaka huku. Na muda ule ambao alikuwa anatapatapa alikuwa anajaribu kuweza kurudi kule ambapo ametoka lakini ndio hivyo alikuwa anashindwa kutokana na kwamba maji yalikuwa yamekauka yamekuwa machache. Kikawaida nguvu wago naishi kwenye maji ya chumvi na yenye kina kifupi. Na sasa kwenye guba na sehemu yenye majani ya bahari. Hiki hapa kijamaa ambacho muda ule kilimuona nguvu mwili mzima. Bado kinaendelea kumshuhudia huyo hapa nguvu akiwa pamoja na huyo hapa njemba ambaye anaitwa Dikembe. Hiki hapa kijamaa kinatamani kwenda kumwambia Dikembe aondoke eneo lile pale kwa sababu huyo hapo mwanamke ambaye amesimama naye si binadamu wa kawaida. Lakini kinaogopa kwenda pale kwa sababu kinaogopa kutolewa roho. Hiki hapa kijamaa ndio kimtu pekee ambacho kinajua ukweli kuhusiana na huyo hapa mwanamke. Kwa sababu chenyewe ndio kimemshuhudia kwa macho mawili na sema tatu kama ya Chief Godlove. Basi Dikembe akaona mshawishi huyo hapa mwanamke aweze kuondoka pamoja. Alafu akawa anamuahidi kwamba wakifika kule mbele ataenda kununulia samaki eti. Lakini nguvu akawa anakataa anasema kwamba mimi hivi hapo vitu ambavyo nasema unaenda kununulia sio vitu vyangu kabisa. Kwanza mimi samaki waga sili. Na ni kweli? Ushakuona wapi samaki na kula samaki? Samaki naliwa na watu bwana. Dikembe anasema sawa bibi nimekuelewa lakini basi nikutoa hapa kwenye maji nikuweke pale nchi kavu. Naona unapenda sana kukaa kwenye maji kwani wewe ni chura. Hebu toka basi ukapumzike pale pembeni. Hizi hapa jitihada zote za Dikembe kutaka kumtoa huyo hapo mwanamke kwenye maji na kuondoka naye. Sio kwamba eti anamuonea huruma, bali anataka kumchukua mpeleke geto akamchape nao. Sasa bado sijajua vipi akifanikiwa kuona mpepe huyo hapo mwanamke. Bado atakuwa na hamu ile ile ya kutaka kuondoka naye akampige miti shamba au ndo atazimia na kufa kabisa. Mimi sielewi. Dikembe bado tu anaendelea kupambana kuweza kumvuta huyo hapa bibi aweze kutoka kwenye maji. Lakini kitu pekee ambacho huyo hapa nguvu anakiogopa kutoka kwenye maji ni kwamba hataki huyo hapa jamaa aweze kujua kwamba yeye ni samaki mtu. Na kitu kingine ambacho anakiogopa kuweza kutoka kwenye maji ni kwamba anahofia kwa sababu ni samaki kwa anajua akitoka kwenye maji ataweza kutembea. Hivyo vitu viwili ndio ambavyo vinampatia hofu huyo hapa nguvu. Dikembe baada ya kuona nguvu amegoma hataki kutoka kwenye maji.
Akaanza kulalamika mpaka mchozi ukawa unamtoka. Machozi yote ambayo anatoa sio kwa sababu eti anamuonea huruma, ila kwa sababu anajiona kabisa anaelekea kuukosa utamu, na sio tu utamu bali utamu maamumu. Dikembe akaona inawezekana huyu hapa mwanamke atakuwa na njana, ndio maana analeta mchongo hataki kutoka kwenye maji. Akaondoka na kwenda kumletea chochote kitu ili aweze kula. Yaani hapa akili yake yote inawaza tu kumpelekea moto huyu hapa bibi. Hakuna kingine ambacho anakiwaza. Hata hizi hapa juhudi zake zote ambazo anazifanya sio bure tu. Kuna kitu ambacho amekidhamiria. Maana huyu hapa nguvu na bonge la nyashi, unaweza kusema kama vile amefunga maboga nyuma. Mpaka Dikembe anajikuta anasisimka. Kile kijamaa bado kipo pale kimeganda kinashuhudia tu tukio. Mara Dikembe kaona shangaa kuna kamtu kanamfuata huko kanaema juu kama vile kambwa koko. Akawa anajiuliza kama mtu vipi tena. Kajamaa kanasema kwamba yule pale mwanamke ambaye alikuwa amekaa naye pale si binadamu wa kawaida, ni kiumbe cha ajabu ambacho kinafanania kama mwanamke. Nakwambia ukweli kabisa bro. Wewe niamini mimi. Lakini Dikembe akawa amini kabisa maneno ya hapa kajamaa. Anasema sikia bwana mdogo, acha uongo wako sawa. Wewe sema tu unataka mimi nimwache yule pale mrembo afu uende huko kumtongoza. Lakini sio unazunguka unapiga makona we kama mafikizoro. Wewe nyoka tu nikuelewe. Ushauri wako nimeusikia. Lakini kitu ambacho nataka nikuambie tu ni kwamba sitofanyia kazi wapo ushauri wako sawa? Na wale wako nikukuta umemsogelea yule pale mwanamke, nitakupiga. Wewe kijana wewe. Nitakupiga kipigo cha mbwa koko mdomo juu. Na utajichagulia mlio wa kulia ulie mlio gani. Kama utalia mlio wa bundi ni wewe. Kama ni mlio wa ng'ombe ni wewe. Kama ni mlio wa kuku ni wewe. Utajichagulia mwenyewe mlio ambao utataka kulia. Haikupita hata muda Dikembe akarudi akiwa na ndizi mkononi. Akiwa mbali tu akaona sema, "Oya mrembo, nimekuletea ndizi hizi hapa." Alafu mrembo unaonekana ulifunda ukafundika eti. Maana sikutarajia kabisa kama nikirudi nitakukuta. Maana warembo kama nyinyi hapo wazuri ambao mnaogeaga maziwa woga mnakuwa na kiburi na maringo. Dikembe akaona mpatia mrembo ndizi na hapo pia akawa hataki. Anasema mrembo, kula au unahisi labda nitakuwa nimeweka sumu? Hapana, mimi siwezi nikakufanyia kitu kama hicho. Ukiona mtu kama mimi hapa kuwa na amani kabisa. Kwa sababu unakuwa upo sehemu salama kabisa kwa maisha yako. Au nataka nile kwanza mimi hapa ndio uamini kwamba sijaweka sumu? Basi hebu kwanza nimenye alafu nile. Unaona ambavyo nakula. Haina sumu yote mrembo, wewe kula tu usiwe na shaka yote ile. Mimi najua una njaa. Kula basi walau kidogo hata upate nguvu. Hizi hapa ndizi ujue ni tamu bibie. Zina ladha fulani vya strawberry, vanilla pamoja na nicotine. Onja basi jionee mwenyewe. Mrembo baada ya kushawishiwa sana akakubali kuonja. Ni hapa ndipo alipokuja kuharibu kila kitu. Maana kikawaida nguva huaga halagi ndizi hata siku moja. Akishakula tu basi ujue tayari ameshaharibu kila kitu. Ili anaonja tu akaanza kutapatapa na mkia ukainuka juu. Wewe Dikembe kuona ule pale mkia kuamini kwa macho yake kitu ambacho anakiona muda huu. Alishtuka ni balaa. Na kuambia mbio ambazo alizitimua hizo. Na hiyo hapo ndio ikawa pona yake. Lakini asingekimbia pale kitu ambacho kingemkuta ni mauti tu. Na hapo ndio mwisho kabisa dubana letu ili hapa chao.